Kitovu cha mjadala mkubwa baada ya mchezo kati ya Simba na RS Berkane ni mtu mmoja tu, mwamuzi wa kati Dahane Beida. Katika mitandao ya kijamii, jina la mwamuzi huyo Dahane Beida kutoka Mauritania limekuwa gumzo kubwa, huku wengi wakimtuhumu kwa kupendelea upande mmoja na kuharibu ndoto za wanasimba wote na pengine ndoto za Watanzania wote kuona kombe la kafu likibaki nyumbani kwa mara ya kwanza. Wachambuzi wengi wa soka walihoji kwa kina uhalali wa goli lililokataliwa ambalo lilifungwa na Dese Mukwala, huku video mbalimbali zilizochambuliwa na baadhi ya televisheni za michezo zinaonyesha kuwa huenda mfungaji wa Simba hakuwa offside. Lakini katika tukio hili, teknolojia ya VAR haikutoa picha wala video kuthibitisha uamuzi wa jambo hili linalozusha utata. Katika hili sio Simba tu walioumia, bali hata wadau mbalimbali wa michezo hawakupendezwa na jambo hili na wakiona kuwa heshima ya soka la Afrika imekuwa mashakani, huku mashabiki wengi wakiuliza kuwa kwa nini fainali kubwa kama hii isimamiwe na mwamuzi ambaye tayari amewahi kulalamikiwa katika mechi zilizopita. Na je, katika mchezo huu teknolojia ya VAR ilikuwa na msaada au mzigo kwa baadhi ya matukio? Taarifa za kitakwimu zinaonyesha kuwa mwamuzi huyu Dahane Beida hajawahi kuchezesha mchezo wowote na timu kutoka Morocco na ikakosa ushindi. Na katika ramani za kijiografia inaonyesha kuwa Morocco na Mauritania zipo karibu, na hata lugha wanayotumia ni moja, kwa maana ya Kiarabu pamoja na Kifaransa. Na si kwa mara ya kwanza kwa mwamuzi huyu kulalamikiwa katika michuano ya awali barani Afrika. Kulishawahi kuripotiwa malalamiko kuhusu maamuzi yake tata, na sasa sakata lililotokea pale Zanzibar limeibua upya maswali kuhusu uwezo na uadilifu wake katika michezo. Wakati Simba akiumia kwa kilichotokea uwanjani, mashabiki wao walipaza sauti kwa niaba ya haki ambayo walidai ilipolwa mbele ya macho ya dunia. Kwa Simba, safari ya CAF Confederation Cup 2025 imeisha kwenye kiza cha maumivu, lakini kwa mashabiki wa soka, huu ni mwanzo wa mjadala mkubwa kuhusu uwazi, haki na ufanisi kwa waamuzi barani Afrika. Na katika historia za soka, mechi kubwa huwa na maamuzi makubwa, lakini kwa wengi uamuzi wa Dahane Beida unachukuliwa kama doa jeusi katika fainali ambayo ingekuwa ya kihistoria kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sasa ukiwa kama mdau wa michezo, una lipi la kuzungumza juu ya maamuzi ya Dahane Beida katika mchezo huu?